الله تعالى وبركاته. نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بنور المواعظ فجاهد في الله حق جهاده حتى أتانا اليقين. أما بعد، إن شاء الله nirudi tena kwa kauli na maneno ambayo kwamba yanapatikana kwa imamu wetu Imam Shafi'i, ambayo kwamba anasema ridha nasi ghayatun la tudrak, kule kuwaridhisha watu ni upeo ambao kwamba haudhibitiwi, ni upeo ambao kwamba hauna mwisho. Kwa sababu wewe angalia, wewe chukua dhamana ya kuwa kila siku mtu unampatia 1,000 ila hali hafanyi kazi, lakini punguza kidogo, mpunguzie umpatie 900, uone atakuuliza, je, ile 100 imeenda wapi? Na ila hali hafanyi kazi, wewe mwenyewe umejitolea kumpatia, walakini ukimpunguzia anakuwa ni mwenye kulalamika mwanadamu. Je, ikiwa mtu anafanya kazi halafu humlipi, kitu gani ambacho kwamba wewe kati yako itakuwaje? Ndo mtu akitaka kuwaridhisha hawa watu wote hataweza, kwa sababu anasema yule mmoja, mahabbatullahi yurithu salama wa mahabbatu rijali yurithu nadama. Anasema mahabbatullah yurithu salama, mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala hurithisha amani. Bimaana wewe ukipendwa na Allah subhanahu wa ta'ala uko na amani, kwa sababu Allah akikupenda anamtuma Jibril, anamwambia nenda kwa wakaaji wa mbinguni kawanadia kwamba hakika Allah subhanahu wa ta'ala anapenda mtu fulani, kwa hiyo nyinyi pia mfanye nini? Mumpende. Baada ya hapo Allah anamtuma kwa wakazi wa ardhini, hakika Allah Jibril anawanadia hakika Allah anapenda mtu fulani, kwa hiyo hata nyinyi mumpende. Kwa hiyo ikiwa mtu amekuwa ni mwenye kupendwa na Allah subhanahu wa ta'ala, yurithu salama, atakuwa na amani mtu kama huyo. Wa mahabbatullahi yurithu nadama, na mapenzi ama kule kupenda na watu yurithu nadama, inakuwa ni majuto baadaye. Kwa sababu mtu unampenda kiasi gani, umemthamini kiasi gani, lakini siku moja umemkwaza, umeteleza tu kidogo, ukamkosea, yale mema yote ambayo umemfanyia yatakuwa hayana maana, bali atakuona wewe huna maana kabisa, na ile hali hajui ni mema mangapi ulikuwa ukimfanyia, lakini lile ovu moja ambalo kwamba umemfanyia anakuona wewe huna maana. Ndo wanadamu siku zote hawaangalii yale mazuri ambayo kwamba mtu anafanya, bali wanaangalia yale mabaya. Ni kama vile nguo nyeupe. Nguo nyeupe ukiiona bila shaka inapendeza, walakini hebu angalia ile nguo nyeupe ikiwa imeota tone jeusi katikati, iko na tone jeusi, tone limeingia kwenye ile nguo. Sasa watu hawatakuwa ni wenye kuona huu weupe ambao kwamba umezunguka, watakuwa ni wenye kuona lile tone ambalo kwamba ni leusi limeota kwa ile nguo. Bimaana yale mema ama yale mazuri ambayo kwamba wanadamu umewafanyia hawatayaona, bali ukiteleza siku moja watakuwa ni wenye kuhukumu vibaya, wanakuona huna maana. Kwa hiyo ridha nasi ghayatun la tudrak, watu ukiwaridhisha kiasi gani, lakini hawatakuwa ni wenye kutosheka. Kwa sababu ingekuwa watu ni wenye kutosheka na kuridhika, kwanza tungeridhika na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ambaye kwamba khalaqaka fasawwaka fa'adalaka fi ayi suratin ma sha'a rakabak. Allah subhanahu wa ta'ala kawafanyia ihsani wanadamu, Allah kawaumba tena kawaumba kwa umbile ambalo kwamba ni zuri na lenye kupendeza kabisa.
zake kinyume chake. Watu wanamuasi Allah subhanahu wa ta'ala, wala hawajali. Wengine wanamtusi na kumtukana Allah subhanahu wa ta'ala na kumkufuru kwamba Allah amezaa kuna mtoto. Sasa hii ihsani yote ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala kaifanya, je, iko wapi kwa wanadamu? Na ile hali wanamuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio siku moja Nabii Musa alayhi salam kamwambia, ya Rabbi, nataka watu wote wanipende mimi ya Rabbi. Allah subhanahu wa ta'ala kamjibu Musa alayhi salam akamwambia, ya Musa, hiyo nafasi kama haitatokea kwako. Kwa sababu gani? Mimi mwenyewe ambapo kama ndo muumbaji nimewaumba wanadamu wananiasi, wengine wananitusi, wengine wananifananisha na vitu ambavyo kwamba havina roho, vitu ambavyo kwamba havitaharaka. Nafasi hiyo mimi mwenyewe ambapo kwamba nimewaumba baada hajaridhika na mimi, je, wewe Musa alayhi salam itakuwaje? Ndio siku moja Imam Shafi'i alipokuwa yuko pamoja na wanafunzi wake akitoa darasa, amekusanyika na wanafunzi wake, anawapatia mwelekezo, anawapatia darasa mawaidha. Fi maqali hikmihi, alitoa maneno ya hikma Imam wetu Shafi'i rahmatullahi alayhi. Sasa miongoni mwa yale maneno yake ya hikma anasema, lahiktu, nimecheka. Sasa baada ya kucheka, faqalu ala tahtashim, wale watu baada ya kwamba huyu imamu wetu Shafii amecheka, wale watu wakasema, ela, huna heshima Shafii, unacheka mbele ya wanafunzi wako, ni kitu gani ambacho kwamba kimekufanya kucheke? Sasa baada ya kucheka Imam Shafii, watu wakawa ni wenye kumlaumu na kusema, kwa nini ala tahtashim, mbona huna heshima, unacheka mbele ya wanafunzi wako wakati unawatolea darasa? Sasa Imam Shafii baada ya kwamba amekuwa ni mwenye kudharauliwa na wale watu, basi akasema, bakaitu, nimeona nilie kuliko kucheka, nikaambiwa sina heshima, basi bakaitu, amesema nimelia. Fakaru ala tabtasim. Sasa baada ya Imam Shafii kulia, wakawa tena wenye kumwambia kwa kusema, ala tabtasim, ni kitu kinakuliza. Kitu gani kinakuliza? Ala tabtasim, ela kucheki kuliko kulia, ela fanya nini? Cheka, afadhali usilie. Sasa Imam Shafii akasema, basamtu, nikaona kuliko kulia, afadhali nikaona nicheke, nitabasam, nimeacha kulia, kwa hiyo basamtu, nimecheka. Fakana birai biha, baada ya kucheka wale watu wakasema, anajionyesha, si ilikuwa analia, kwa hiyo sasa anafanya nini? Anajionyesha, si yeye alikuwa analia, kwa hiyo birai biha, anajionyesha huyo. Sasa baada ya kumjibu hivyo, anasema, abastu, nimenuna, nimekasirika baada ya kuniambia kwamba mimi sasa hivi najionyesha. Basi anasema, basamtu, nilikasirika, basamtu, nikawa sina raha mimi. Faqalu bada ma katama, wakasema kuna kitu ambacho kwamba ilikuwa amekianza, lakini sasa hivi amefanya nini? Amekificha. Kuna kitu fulani ambacho kwamba ilikuwa amekificha, hataki kukiongea wala kukionyesha, kwa hiyo sasa hivi ameshaanza. Baada ya kwamba yeye basamtu akawa ni mwenye kukunja kipaji, akawa hana furaha, wakasema huyu kuna kitu ambacho kwamba amekificha, sasa hivi ndio maana amefanya nini? Amekasirika, amenuna. Baada ya kujibiwa hivyo, anasema, sakatu, nimenyamaza. Nikaona kuliko kuendelea, nikaona nifanye nini? Ninyamaze. Faqalu qalilu lisani, wakasema, mbona umenyamaza? Mbona ulimi wako hautaharaka? Mbona huzungumzi? Qalilu lisani, mbona ulimi wako umekuwa mdogo, hutaki kuzungumza tena? Sasa baada ya kumwambia
kwa nini huzungumzi? Anasema natoktu, nikaona afadhali nifanye nini, niongee. Natoktu, nimeongea, nimezungumza. Faqalu kathirul kalam au kathirul kalimi, baada ya kuwa nimeshazungumza tena wakasema uko na maneno mengi. Ridha nasi ghayatun la tudrak, watu ukiwafanyia mazuri kiasi gani, lakini hawaoni yale mazuri ambayo kwamba umeyafanyia, bali wanakuona wewe huna maana, wanakuona wewe si muhimu katika maisha yao. Na ndio vile mmoja anasema lau ukimlisha mbwa miaka mitatu hata kusahau, lakini ukimlisha mwanadamu umemfanyia ihsani, basi atakusahau muda wa siku 3. Anaona wewe huna maana, wewe si chochote kwake, na ile hali nyuma ulikuwa ukimsaidia, ulikuwa shida yoyote ambayo kwamba uko nayo unamtekelezea, unamfanyia mambo yake sahali, walakini ukimkosea tu kidogo anakuona wewe huna maana, wewe si chochote. Ridha nasi ghayatun la tudrak, ukitaka kuridhisha watu ama kuridhisha watu ni upeo ambao kwamba haudirikiki, huwezi kuingiza katika akili, kwa sababu watu ukiwafanya wema watakusahau kwa sekunde moja. Basi inshallah kwa haya machache na mengi, Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una qawla fayattabi'una ahsana wa ma alaina illa al-balaghul mubin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.